Sasa ndugu zanguni, nilikuwa nasikiliza kwa jana sijui lini hivi, nikamsikia rafiki yangu mheshimiwa, mimi namuita mheshimiwa kwa sababu kama si hekima zake leo nisingekuwepo duniani. Kama sio hekima zake, yani angeamua na yeye kuchagua kulalia kwenye umbea wa wana CCM wenzake, nisingekuwepo, kwa sababu wana CCM walishanichoma wakanisagia kunguni. Mheshimiwa Nchimbi nampa uheshimiwa kwa sababu ya uwaziri wa Home Affairs mwaka 2012 nilipokutana naye ofisini kwake kwenye wizara ya Home Affairs. Kwa hiyo uheshimiwa wangu uko pale, tuende pamoja tuelewane. Aliponisikiliza baada ya umbea kupelekwa kwake na mimi nikamatwe na kutiwa katika hatia, na wengine katika hao wengine wakataka mimi niondolewe uhai na kutaka niishi, mmoja wao akiwa ni Wasira, mzee wetu Wasira. Mzee Wasira, how are you? Are we together in the house? I'm still alive, fulfilling the purposes of God in my life. I was manufactured in heaven, assembled in Tanganyika, and I was dispatched all over the world to reach my generation. I was manufactured in heaven, but assembled in Tanganyika, and then dispatched all over the world to reach my generation. And therefore, I will never die before fulfilling the purposes of God of my life. Na ndivyo ilivyo na wewe. Wewe ulitengenezwa mbinguni, ukaunganishwa Tanganyika Tanzania. Wewe vipi bwana? Ndio mimi kuna wakati nakushangaa wewe, Tanzania. Wewe ulitengenezwa, you were manufactured in heaven. Yaani Mungu alikuwa na mawazo kwamba wewe lazima utokezee. Ukawa umekuwa manufactured. Kiungo chako, kichwa, tumbo, figo na nini vikawa vimeshatengenezwa huko mbinguni, lakini assembling ikafanyika Tanzania, na Mungu akasababisha mama yako na baba yako wakukutana ili kutimiza ile assembly. Wewe vipi bwana? Wewe vipi? Wewe Mungu anakuambia alikujua hata kabla hujaingia katika tumbo la mama yako. Wewe leo kitu gani bwana? Alikujua kabla hujaingia katika tumbo la mama yako. Manake you were somewhere, manake kuru. Utashuka na bakora hapa. Wewe ulijulikana na Mwenyezi Mungu kabla hujafika. Wewe vipi bwana? Wewe vipi? I knew you even before you entered the womb of your mother. Asema Mwenyezi Mungu. Naona instruction manual sasa ya Bible na maneno ya Mungu. Yaani anakufungua akili kujijua, kwa mimi nilijulikana mapema kabisa. Mungu alikujua kabla hujaingia katika tumbo la mama yako. Wakati faza wako na maza wako wanaanza kukutana Malove, ilikuwa tu ni agenda ya Mwenyezi Mungu kufanya assembling ili utokezee wewe bwana. Wewe vipi? Ulikuwepo long time. Funga mkanda, nyosha miguu, kunywa ili ujielewe. Shida yenu nyie mnafikiri nyie mmetoka Tanzania. Ndio shida yenu. Nyie mmetokea mbinguni. Mpaka mnashindwa nani? Mpaka Wachaga, mimi napendaga Wachaga. Wanapendaga zile nyimbo za Jim Reeves. Jim Reeves anaimba anakuambia, this world is not my home. I'm just passing through. Anakuambia I'm just passing through. Yaani mtu anayepasi manake ametokea somewhere. Afa amefika duniani, afa anapasi. Wewe bwana, unajua wewe bwana, wewe vipi bwana? Wewe vipi? This world is not my home. I am just passing through. Sasa unafikiri umefika, ndio umefika. Wewe ndio umefika hapa. Wewe angalia mwili wako jinsi ulivyo. Huo mkono huo, hizo nyama zinaweza zikakaa miaka milioni 1. Nakuuliza swali. Huo mkono wako, kwani mkono wako ni chuma? Ni chuma. Ambacho kinakaa miaka 1000. Si nyama tu za temporary. You are just passing through. There is somewhere you're heading to. And that somewhere is where you came from. You were in the mind of God before you came here. That's why when you were born in the country where you were born, it's a place God allowed for you to be assembled down. Vipi bwana? Wewe vipi? Unielewi vipi? Kwani unielewi bwana?
Sasa wewe yani wewe unashindwa kumuelewa mtu mmoja. Wewe bwana, acha basi ubishi wako bwana. Acha ubishi. So nataka kwanza upate hiyo picha. Wewe umetokea sasa. Ndio maana mimi napenda watu kwa sababu sisi wote tulikuwa kwenye mind ya Mungu. Huyu yani sisi tulikuwa pamoja somewhere, wote tulikuwa pamoja. Lakini sasa Mungu akaamua bwana, huyu Januari 22 ndo anatokezea. Huyu atatokea Februari 11. Yule atakwenda kutokea Machi ngapi? Huyu mwingine atasubiri Disemba. Mwingine atasubiri Novemba. Mwingine atasubiri. Yaani lakini tulikuwa yani ni programs za tu ya manufacturer. Anasema huyu atakuwa assembled. Kuna wakati baba yako na mama yako walikusana kwenye mwenge, wakati mwenge upita. Mwenge wakutana kwenye migomba kule, ndio sasa ikatokea pale, baadaye ukawa assembled. Wewe vipi? Wewe vipi? Wewe vipi? Cool down, nyosha miguu, funga mkanda, kunywa uji. Kunywa Mungu. Ndio sababu huna sababu eti huyu ni mtoto nje ya ndoa. Mtoto nje ya ndoa kitu gani? Ile assembling Mungu alikusudia kabla haijatokea. Ndio maana wewe binti yako unaweza ukamshambulia, ukampiga vita. Wewe umetia aibu sana, umepata mimba, hujaolewa, aibu kubwa sana. Wewe sikiliza, wewe sikiliza. Wewe mambo ya Mungu yajui wewe. Kile ambacho Mungu amekipanga juu ya mtu kitatokea tu. Kuna wakati unafanya dhambi ili kutimiza mpango wa Mungu. Unielewe bwana. Soma katika maandiko unamkuta mtu anaitwa nani? Anaitwa Samson. Samson huyo sijui Mwisraeli. Na Waisraeli hawaruhusiwi kuoa mataifa mengine. Hakumuonaga binti mmoja, kumcheki binti figa imekubali. Yaani binti akitembea kwenda mbele, unatamani arudi nyuma. Akirudi nyuma, unatamani aende mbele. Tulia pale, tulia. Yeye tulia, sio unacheka cheka. Tulia pale. Sasa bwana Samsoni akamcheki yule binti wa Kifilisti anaitwa Delila. Sheria haimruhusu kwenda kumwoa yule kwa sababu si wa ukoo wao, sio wa taifa lake. Lakini mahaba hayajapanda. Mahaba hayajapanda. Na Mungu anakwambia usiyawashe mapenzi kabla ya wakati wake. Jamani, ndio mnanisikilizaka? Usiyawashe mapenzi kabla ya wakati wake. Samsoni akayawasha. Sasa na Delila alikuwa mtaalamu. Alipomchota akili, mwisho wa siku akajikuta amedondoka. Lakini bado maandiko yanasema alichofanya Samsoni Mungu alikuwa amekikusudia, ili kupitia Samsoni aingie kwenye Wafilisti, baadaye Mungu awapige Wafilisti. Wewe vipi bwana? Wewe vipi? Kuna wakati mtu anakosea kwa mpango wa Mungu. Jifunzaje jamani, mwe na rehema. Mnawaachilia watu, sio unamshika mtu alifanya hivi, mimi simwachili hivi na hivi. Wewe inawezekana ile force iliyomsukuma kufanya alichofanya haikuwa ya kwake. Inawezekana kuna kamkono kama Mwenyezi Mungu. Tulia pale, tunarudi kwa mheshimiwa Nchimbi. Mheshimiwa Nchimbi jamani, anapongeza, anasema Tanzania kuna wakati ilipata bahati, na nyie wa Mbeya kipande mpeleke Nchimbi. Ilipata bahati ikawa na kiongozi ambaye alikuwa hapendi rushwa. Amesifia mambo mengi sana, anamtaja Mwalimu Nyerere, which is true. Nyerere alikuwa hapendi rushwa. Nyerere alikuwa anajali watu wake. Nyerere hakuwa na kujitajirisha. Mpaka akasema kuna mtu mmoja akatokezea akasema huyu Nyerere huyu ana mapesa ameyaficha kule nje katika mabenki ya nje. Nyerere siku moja kwa huzuni kubwa akasema sina hela yoyote nje ya nchi. Kwa hiyo Nyerere alikuwa safi, hakuwa na wizi kama wizi ambao leo upo. Sasa kama Nyerere alikuwa na kijiti cha uongozi sahihi, swali linakuja, kile kijiti kilidondokea wapi? Maana ungetarajia kile kijiti alichokuwa nacho Nyerere, Mwinyi angekichukua, lakini Mwinyi hakukichukua. Badala yake Mwinyi akaanza kukusanya dhahabu ya Tanzania, akampatia mke wake kwenda kuuza Uarabuni. Mheshimiwa Mrema akamkamata Bibi Siti Mwinyi airport. Alipomkamata akasema sikuachii, lakini Mwinyi kwa sababu ndo alikuwa rais akampiga sopu Mrema. Bibi Siti Mwinyi huyo akachukua dhahabu yetu akaipeleka nje ya nchi. Nyerere alianzisha Azimio la Arusha, maadili kwa viongozi.
kwamba kiongozi asiwe na hiki, asiwe na hiki, asiwe na kile. Amekuja Mwinyi akachukua watu hao, wakavuka maji wakaenda Zanzibar. Kufika Zanzibar wakalisagia kunguni Azimio la Arusha, wakavunja kila kitu, wakaja na kitu tofauti na Azimio la Arusha. Ufisadi ukaanza kushamiri katika nchi yetu. Swali linakuja, kile kijiti cha maadili cha kukataa rushwa na kujali Watanganyika wa Tanzania kilidondokea wapi? Kwa sababu ungetarajia kile kijiti ambacho Nyerere alikuwa nacho, ambacho leo Mheshimiwa Nchimbi anatuambia kwa kumsifia kwelikweli Nyerere na sifa zake ni za ukweli, kile kijiti ungetarajia Mwinyi angekikamata. Mwinyi baadaye angempatia Mkapa, Mkapa baadaye angempatia Kikwete, Kikwete baadaye angempatia nani? Magufuli baadaye angempatia Samia. Nchi yetu singekuwa namna hii. Tumefika hapa kwa sababu kuna kijiti cha Mwalimu Nyerere somewhere kidondoka. Mheshimiwa Nchimbi, tunakuuliza swali, hicho kijiti kilidondokea wapi? Na kama kilidondoka, je, mlikiona kimedondoka? Na kama mlikiona kimedondoka, mlichukua hatua gani kwenda kukiokota? Na kama hamkukiokota, mlikuwa na sababu gani kutokukiokota? Na kama hamkukiokota, leo kwa nini mnamsifia Nyerere kwa mambo ambayo na ninyi mlipaswa kuwa nayo? Ndugu zangu, Unasikika, tupo pamoja. Okay. Sasa swali, Mheshimiwa Nchimbi atuambie, kwa sababu ukimsifia Nyerere kama nchi yetu ishapata wahi kuwa na bahati ya kuwa na kiongozi ambaye alikuwa anakata rushwa hivi na vile. Okay, hiyo bahati imeenda wapi? Na imeenda vipi? Kwa nini imetoka katika nchi yetu? Nani aliyeitoa? Kama nchi na upelelezi na uchunguzi na intelijensia, mmechukua hatua gani kujua ni nani alitoa hiyo bahati katika nchi yetu? Leo hii Tanzania rushwa kila kona. Leo hii Tanzania wanasiasa ndio matajiri kuliko wafanyabiashara. Ni nchi gani unakuta hivyo? Kwamba eti wanasiasa ndio wana hela sana kuliko wafanyabiashara. Tanzania wanatumia siasa kutuibia. Na wakiiba hakuna mtu anayewakamata. Ndio maana mimi sipendagi zile lugha za kijinga. Watu wanakuambia unajua ni mila yetu na desturi zetu. Mila zetu na desturi za kufanya kitu gani? Sisi utamaduni wa Kitanzania wa kufanya nini? Nataka mniambie mila na desturi na utamaduni wa Kitanzania kwa jitu ambalo linachagua kuwaua Watanganyika. Mila hiyo na desturi na utamaduni ni ipi? Mila na desturi kwa jitu ambalo linatuibia hela katika nchi yetu ni ipi? Kama hatuwezi kuwa na mila, utamaduni na desturi ya majitu yanayoiba katika nchi yetu, mila na desturi nyingine yeyote lazima iondoke. Naweka pause kidogo hapa ndugu zangu. Dakika moja. Narudia. Hiyo mila iko wapi? Hiyo mila na desturi, kwamba hii ni mila na desturi ya Tanzania, iko wapi? Hiyo mila iko wapi? Wewe inatokea ni mtu linakuja kwenye nafasi afu linaamrisha watu wapigwe marisasi, alafu hakuna mila na desturi. Yaani tupo tu namna hiyo. Na badala yake huyo mtu aliyeua maelfu ya Watanganyika eti anapigiwa saluti. Eti ndio anapigiwa saluti. Liuaji inapigiwa saluti. Jambazi, kibaka. Tulia pale. Mila na desturi ya kufanya nini? Wewe ni jambazi, mwizi mkubwa. Majitu yanaiba hela katika nchi yetu, alafu yanalindwa. Sisi tuna mila na desturi, sisi tuna mila wapi na desturi? Sasa niwashtue kidogo kabla sijaendelea. Ndugu zangu ni wa Tanzania, niwaambie ukweli. Ni hivi, mila, desturi, utamaduni